Kama kawaida ndugu mtazamaji wetu wa kipindi chetu online, leo hii nimetembelea maeneo ya Gangilonga, nimekutana na mdau mmoja, atajieleza jina lake. Ndugu yangu naitwa bwana nani? Zahoro Vincent Mkemangwa first name. Naam. Bwana Zahoro, mimi nafikiri hapa unafanya shughuli mbalimbali. Naona hapa kuna mashamba, kama unavyoona kuna mahindi yamelimwa, yamependeza kabisa. Kama ndugu mtazamaji unaweza kaona hivi, hawa ni wakulima ambao wanalima maeneo haya. Lakini pia mada yetu kubwa leo ni kutaka kuona namna gani vijana wanakuwa wanajituma katika kufanya kazi. Unazungumziaje kuhusiana na vijana ambao hawafanyi kazi, wanakuwa muda wote wanailaumu serikali wakitaka kwamba wapewe ajira, lakini matokeo yake wanalala nyumbani? Ni wanakuwa wana ukosefu wa adabu, kwa sababu unatakiwa ufanye kazi. Ndio. Unazungumziaje hasa hususan vijana ambao wanakuwa wanamaliza vyuo, lakini wakati wako vioni wanakuwa wanapewa bumu, lakini hizo hela wakishapata wanakuwa wanatumbua tu, lakini badala yake wangeanzisha biashara ndogo ndogo. Wewe unazungumziaje kwa wanakuwa shauri na washauri nini? Wana ulimbukeni. Vijana wetu wana ulimbukeni. Ndio. Lakini tukiwapa mafunzo watakuwa wako vizuri. Ndio. Watakuwa wako vizuri. Unazungumziaje na wengine wanakuwa wanapata pesa, wanamaliza muda wao, lakini pia wanakuwa wangekuwa wanalima, sasa kulima kwenyewe hata walimi. Unazungumziaje kama wangekuwa wanajihusisha na activities ndogo ndogo ambazo zingekuwa zinawapatia riziki kila siku? Wanatakiwa wajifunze kutokana na watu. Ndio. Wajifunze kutokana na watu. Unajua, anatakiwa uelewe asubuhi unatoka unaenda wapi na unaenda kufanya nini, kwa sababu kazi ni zipo. Ndio maana Mheshimiwa Rais alisema kazi iendelee, alikuwa na maana yake. Naam. Nashukuru sana bwana Zahoro. Zahoro Vincent Mkemangwa. Nashukuru sana.